Kuelekea msimu mpya wa EPL, the English Premier League 2026-27, basi ni msimu ambao utakuwa wa ushindani mkubwa sana. Moja ya stori kubwa ambayo imeanza kuzungumzwa hapo hivi sasa ukiwa kombe la dunia inaendelea, basi ni saini zile za makocha wapya wa vikosi mbalimbali, hususan zile big six. Ukitizama kwa upande wa Chelsea wameweza kumsainisha Xabi Alonso, lakini pia Liverpool baada ya kumuondosha Arne Slot amemleta Andoni Iraola. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine unaweza kaona ni moja ya sajili za makocha, lakini pia bila kusahau Man City baada ya Pep Guardiola kumalizana kwa swala zima kufundisha, ameingia kwenye ukurugenzi moja kwa moja, basi wamemleta Enzo Maresca. Enzo Maresca ni miongoni mwa makocha ambao walipita Chelsea, lakini pia alikuwa na project yake ya vijana, lakini watu wanasema haikulipa. Kwa hiyo Man City wamemchukua Enzo Maresca ili kuendelea naye project mpya. Kwa hiyo tutakuja kuona, je, Enzo Maresca atarudisha ile heshima ambayo aliacha Pep Guardiola katika misimu kadhaa tangu ameweza kujiunga hapo akitokea klabu ya FC Barcelona, au naye atapita tu kama makocha wengine, kwa sababu English Premier League ina mvutano au ina ushindani mkubwa sana katika kuweza kunyakua taji lile. Kikumbukwe tu msimu uliopita Arsenal the Gunners ndio walikuwa mabingwa wapya wa EPL ambao waliweza kuchukua taji mbele ya Man City. Ilikuwa ni story kubwa sana kwa nini Arsenal wameweza kuchukua ubingwa, lakini pia ndivyo ambavyo Mikel Arteta ameweza kuadhirisha kwamba yeye sio kama kocha wa project tu, lakini pia kocha ambaye anaweza kubeba taji la EPL. Lakini kwa upande mwingine tutakuja kuona namna gani ambavyo timu mbalimbali tutaweza kujiunga. Bwana, mimi nilikuwa na story hiyo tu kuhusu EPL, kuhusiana na makocha ambao wameweza kusainishwa hivi sasa, lakini pia makocha ambao wameweza kujiunga na zile vilabu vikubwa, Man City, lakini pia Chelsea, the Blues, Liverpool, pamoja na Tottenham Hotspur, na wenyewe pia wameweza kuchukua kocha mpya. Kwa hiyo kwa stories zingine bwana, tuungane moja kwa moja kwenye Diary TV siku nyingine, wakati mwingine. Bye bye.